Jina langu naitwa Jean-Claude Niyomugabo. Mimi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rwanda. Mwaka wa pili nasoma Kiingereza na lugha za Afrika. Na mimi ni mfuasi, yani mlungizi wa Joram Nkumbi. Tangu nilipoanza kumfuatilia katika mitandao yake ya kijamii, sasa takribani mwaka umeshapita. Nimenufaidika mengi kutoka kwake. Kabla sijaanza kumfuatilia nilikuwa katika hali ya umamuma, hali ya kutoelewa hata kitu kimoja, lakini tangu nilipoanza kumfuatilia kabisa taratibu nimeanza kuyaelewa mambo na kusema kwa muwala, kuzungumza kwa kiada, kuzungumza kwa lugha ya henezi, kuzungumza kwa lugha ya kuntu, kutondoa utondozi yaliyo upenune nikayaweka hadharani. Sasa nimejifunza mengi sana kutokana na ulumbi. Ulumbi ni uhodari wa kuzungumza lugha kwa ufasaha. Na sasa naweza kusafirisha hisia yangu kwa kuwa lugha inatusaidia kusafirisha hisia kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Sasa naweza kusafirisha hisia yangu kutokana na hali ya ulumbi kwa kuwa nimeelewa sana mambo ya ulumbi, umbuji. Sasa wanafunzi wenzangu wamenipa lakabu. Lakabu ni jina. Wananiita mlumbi, wananiita mbuji kwa sababu ya msamiati mkali ninaotumia wakati nazungumza. Sasa jambo lingine nimepata kufaidika kutoka kwa Joram Nkumbi ni jambo la uongozi na unasihi, yani leadership and mentorship. Hapo nimepata kuelewa kwamba uongozi unaanzia ndani. Kwa kuwa hauwezi kuongoza wengine pasina kujiongoza mwenyewe. Uongozi ni hamasa njema na bongo kali. Hakuna kinachozidi na hakuna kinachopungua kama alivyosema Joram Nkumbi. Na unasihi namna ya kumuongoza mtu na kumshauri kufanya kitu ambacho kinaweza kumfikisha kwenye maendeleo. Yani uongozi ni hamasa njema, ni ability to influence others to do something which is benefit for them. Yani ule uwezo wa kumhamasisha mtu kufanya jambo linaloweza kumletea manufaa. Jambo la tatu nimepata kulinufaidika kutoka kwa Joram Nkumbi ni kutokana na ukuluba na usuhuba, yani ukaribu na urafiki. Hapo kama mnavyonijua mimi ni mja chochole, yani mtu wa kawaida, na Joram Nkumbi ni mwashirafu, mheshimiwa sana. Siwezi hata kushika gidamu za viatu vyake, lakini kwa sasa hivi naweza kuwasiliana naye, tunaweza kubadilishana mawazo. Kwa anatembea nchi nyingi zinazo tofautiana, lakini yeye ni mtu mkubwa sana, lakini mimi mmoja chochote tunaweza tukazungumzia mambo kadha wa kadha. Jambo jingine nimepata kunufaidika kutoka kwake kwa sababu yeye ni mwandishi wa kitabu. Ameandika takriban vitabu 6 nadhani, na mimi mwenyewe nilimuiga. Sasa nimeshamaliza kuandika vitabu 2. Kitabu cha kwanza kinaitwa Ususwani, yani uthabiti wa kukabiliana na mitihani ya dunia. Na kitabu hicho kinaelezea kuhusu tarjama ya maisha yangu. Na nimeandika kitabu kingine kinaitwa Wadhi kwa Vijulanga. Kinatoa mahusia mema kuhusu vijulanga wa Afrika, namna wanavyoweza kujiendeleza, kujitoa katika lindi la dhiki, lindi la umaskini. Nazungumza sasa kwa chata na tamwa, yani kwa kupendezwa na kufurahisha, kwa kuwa nimepata faida za kutosha kutokana na mwandishi huu. Na nimepata faida ya kuelewa changamoto la vijana wa kisasa wa Afrika. Kuna kauli moja Joram Nkumbi alilisema, akisema kuwa mwandishi wa vitabu anaitwa nani?
Chinua Achebe alisema iko wapi miche michanga itakayoibukia wakati migomba mizee kufariki? Yani, where are the young suckers that will grow when the old banana tree dies? Nimepata kuelewa kwamba kila kizazi kinatakiwa kiwe kina mission yake na kichague kuitimiza ile mission au kuisaliti. Kwa vizazi vya sasa, vijulanga wa Afrika, tuna mission gani? Sasa nimenufaidika msamiati mwingi wa kutosha kutokana na mlumbi huu. Sawa. Na sasa mimi naweza kupiga ulumbi na namuomba Kalima Mwenyezi Mungu jalia amjalie, amfariji katika siku alizomjalia akiwa chini ya mbinguni, na ampe kupata hija kwa hija, yani kupiga mboze na mizi, kufanikiwa na kuua ndege wawili kwa kutumia jiwe moja. Langu jina ni Jean-Claude Niyomugabo, wabado wakatabau fakiri na yayuka huku nikiweseka kiwanda waziri. Naam, ulumbi kila pahala.